Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na fadhila zake na uwezo wake juu yetu, kwani hakika sisi kama Waislamu tunapaswa kila wakati kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema anazotupa, tunazozijua na tusizozijua, tunazoziona na tusizoziona. Zote hizi tunapaswa kuzishukuru. Lakini pia hii ni amri yake Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ametuambia, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitawazidishia. Hili ni tangazo Allah subhanahu wa ta'ala ametutangazia kwamba tutakaposhukuru neema zake Allah atatuzidishia. Allah akatuambia, wala in kafartum inna adhabi la shadid, na mtakapokuwa ni wenye kunikufuru, kwa maana hamshukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kali kwa wale ambao wataacha kushukuru. Kwa siku zote sisi tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kama ambavyo nilikuja kwenu mara ya mwisho takriban miezi 4 sasa, nikarekodi video ya kuwaomba dua kwa kile ambacho kilikuwa kimenisibu, ugonjwa ambao nilipata, tatizo katika kinywa changu kwa maana ya mdomoni. Lakini pia inapaswa nirudi tena kwenu, nirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumshukuru pamoja na kuwashukuru nyinyi, kwani hakika bila wasiwasi wowote kwamba nimeingia katika matibabu na mengi katika mambo ambayo yamenipata au nimepitia katika matibabu yangu yalikuwa mepesi, na uwepesi wake huu ni kutokana na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye sasa tunapaswa kumshukuru. Lakini pia ni kwa dua zenu. Wengi katika nyinyi ambao mwanijua au hamnijui, mumesimama imara katika jambo hili la matibabu yangu. Wako waliokuwa wamesimama kwa pesa zao kunisaidia, wako waliosimama kwa kusafiri kutoka mbali wakaja mpaka pale nilipo ili kuja kuniona na kunisaidia na kunipa matumaini. Wako ambao wamekuwa wakipiga simu asubuhi na jioni kunijulia hali yangu. Wako ambao waliinua mikono yao na kuinamisha nyuso zao kwa Mola wao katika kuniombea ili Allah subhanahu wa ta'ala anipe wepesi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu amesema, man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah, yule ambaye hatawashukuru watu basi huyu hata Allah subhanahu wa ta'ala hatamshukuru. Kwa hivyo ni haki yangu kuwashukuru ndugu zangu wale wote ambao walisimama na mimi, na katika kupitia mtihani huu wa ugonjwa huu yako mafundisho mengi sana ambayo nimejifundisha. Nitajaribu kuzungumza kwa awamu, neno moja baada ya jingine, ambalo limenipa uzoefu katika kupitia kwenye jambo hili, ili iwe fundisho kwangu na kwa mwenye kunisikiliza. Unapopitia mitihani ya aina yoyote, ukiumwa, ukiharibikiwa,
ukipata msiba, unajua vitu vingi sana. Kwa hiyo linakuwa ni fundisho kwako. Katika moja ya jambo ambalo leo nitalizungumza ambalo limenifundisha na nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo hili. Siku moja alikuja sahaba mmoja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, niusie usia ambao utanisaidia mimi katika maisha yangu haya ya dunia na kesho akhera, katika wanadamu wenzangu na Mola wangu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamuhusia kijana yule mambo matatu. Akamwambia, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mimi nataka kuzungumza hili neno la mwisho. Haya mawili ya huku juu na yaacha pembeni. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ishi na watu kwa wema, ishi na watu vizuri, shikamana muamala wako na watu. Kuna wakati nilipokuwa niko kwenye matibabu, niko hospitali au niko nyumbani baada ya kutoka hospitali, na kuwa tumekodisha sehemu ya nyumba, tumeishi pale na wenzangu. Katika kipindi kile nilichokuwa niko pale, nilikuwa najiuliza maswali, mimi ni nani? Mbona kuna watu wameshughulika sana na mimi kwa kutaka kunijulia hali, kwa kutaka kunisaidia, kwa kutaka kuniombea, kwa mambo mengi sana. Kila mmoja kwa upande wake aliangalia kile ambacho aliona kwamba kufanya hivi kwangu mimi itakuwa ni faraja. Hakuna wakati mgumu kama wakati wa matatizo. Unapokuwa kitandani ni mgonjwa, halafu mtu akainua simu yake akakupigia au akakutumia ujumbe wa kukujulia hali, unapata faraja kubwa sana katika moyo wako. Au mtu ukajua kabisa amesimama, ameinua mikono yake, anamuomba Mola wake akusaidie wewe. Wewe ni nani kwake? Hata angelikuwa ni mzazi wako au ni mtoto wako au ni ndugu yako au ni rafiki yako au ni mwalimu wako au ni mwanafunzi wako, yatakiwa uangalie hili litapatikana kwa namna ambavyo wewe uliishi naye. Kama uliishi vibaya na mtu huyu, ndio wakati na yeye atakuombea mabaya. Hata angekuwa ni mke wako nyumbani, hata kama ni mtoto wako uliyemzaa. Ni wazazi wangapi ambao wanaumwa wakawa vitandani, halafu watoto wao wakainua mikono kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, mchukue huyu tupumzike na sisi. Ni wangapi viongozi ambao wanawaongoza watu, halafu watu wale wanapopatwa na matatizo wanawaombea waondoke, wafe, waugue. Lakini alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati mwingine nimekuwa nikijiuliza maswali, mimi ni nani ambao watu wameshughulika sana na mimi katika kuniombea? Lakini nikajua hakuna pesa nilizowapa watu, wala hakuna kitu chochote kikubwa nilichowafanyia watu, bali ni muamala, mashikamano, kuishi na watu, kujuliana na watu, kutangamana na watu. Mtu anapokuwa na jambo lake ukawa naye karibu, ndipo na yeye unapokuwa na lako akawa karibu na yeye. Kwani hakika haulipwi wema isipokuwa kwa wema. Kwa hivyo ndugu zangu, hili ni jambo la kwanza ambalo leo nimeamua kulizungumza kwenu. Kila mmoja katika sisi katika maisha yake haya ya dunia ahakikishe anaishi na wenzake kwa vizuri. Kwani pale utakapopata tatizo la aina yoyote,
ndipo utakapojua faida ya kuishi na watu kwa wema. Bado mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kuyakuta yale ambayo ulikuwa huyatarajii kwa sababu ya kuishi na watu kwa wema. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuponeshe maradhi yetu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na maradhi magumu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe shikamano jema baina yetu, tupendane, tusaidiane, tujuliane. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema katika maisha yetu, tusife isipokuwa ameturidhia. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.